uwezo wa kifalme. Nataka nikwambie, wafalme wengine wameshindwa kubeba matatizo ya watu. Unajua, naomba nisikilize. Lengo la ufalme Mungu kumweka ni kusaidia watu kijamii, si ndio? Kiuchumi, si ndio? Kiafya, kimaendeleo, katika mambo haya. Lakini je, nikuulize swali, wafalme wameweza? Watu wote wana umeme hao? Nakuuliza, watu wote wana umeme? Hao watu wote wana maji? Na ukisoma wanashika maji, umeme, mwananchi alipewa moyo, si ndio? Anauliza hiyo vitu vya kawaida, watu wote wana, kwa maana wameshindwa, si ndio? Kuna nguvu hawajaipata. Huyu Yesu hivi nasema, uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Hakuna jambo la kumshinda Yesu, ndio tafsiri yake. Kila jambo Yesu anaweza kulibeba. Hakuna jambo ambalo Yesu anaweza asibebe. Yote anayobeba, yawe matatizo ya kila namna, mbebesha Yesu atayabeba. Lakini tukiwabebesha wanadamu, watapambia bajeti zetu haziwezi, watapambia bajeti haitoshi. Lakini kwa Yesu yote anayamaliza. Mpigie Yesu makofi aliyoshana. Yesu kimbebesha kila kitu, ana uwezo wa kukibeba na hajawahi kuchoka. Halo, Yesu hajawahi kuchoka, kila siku anabeba, maana ana uwezo. Ndio maana sema katika Mathayo 11:20, leteni mizigo nyote mnaoelewa, mimi nitabeba. Ana shoda ya kubeba, ila wewe una shoda hiyo ya kubeba. Ana uwezo wa kubeba, daktari ana hiyo shoda ya kubeba. Ana uwezo wa kubeba, mganga ana uwezo wa kubeba, ana hiyo shoda. Uwezo wa kifalme uko begani mwa huyu Yesu anayezaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye ataitwa jina lake Mshauri wa Angalia majina alionayo. Jina jingine tunaliona anaitwa Mshauri wa Ajabu. Unafahamu mshauri wa ajabu? Akikushauri mpaka unaanza kuwaza, hivi ushauri bora yani sio wa kawaida, ameutoa wapi? Hekima iliyojaa pale sio ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani akikushauri unashaurika na unatulia. Ndio maana nasema hivi, akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, mimi mkikaa katika neno langu mtaifahamu kweli, na hiyo kweli nawaweka huru. Maana yake ushauri wangu, neno langu nitawaweka huru, mtatulia. Anakushauri kupitia neno langu, nao unatulia, unakuwa mwana kweli. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye nguvu. Huyu ni Mungu mwenye nguvu, sio tu mshauri, tena ni Mungu mwenye nguvu. Unaona kile kisa cha Baraki na Balaamu. Baraki anamwita Balaamu aje amlaanie hao watu wa Israeli. Anasema wamekuja, wana nguvu sana, wameinuka sana, ni watu wa vita. Mungu anawatoa kule Misri, wamekuja, ni watu wa Mungu, hao wana nguvu sana, nilani hao watu, nilani. Balaamu anaanza anasema ni walaani, asio walaani Mungu, ni walaani ambao Mungu amewabariki. Na nawaambia hivi, nimemuona anakuja na yuko katikati yao na ana nguvu kama za nyati. Nani amguse huyo? Haleluya, haleluya. Nani amguse huyo mtumishi wa Mungu ambaye Mungu yuko pamoja naye? Maana amemuona nao watu wanaotangulia, yuko katikati yao na ana nguvu kama za nyati. Alafu watembea unalia, unatembea unaogopa, mara fulani ananionea, aisee, naye mwenye nguvu kama za nyati na zaidi ya nyati. Sema haleluya. Ana nguvu, sio mnyonge. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu sio mnyonge, ana nguvu. Kama ni vita, ana uwezo wa kupigana hiyo vita. Kama unapitia vita, ana uwezo wa kupambana hiyo vita na kushinda. Kwa hiyo hatujamwamini huyu Yesu aliyetolewa, sio mnyonge, ni mwenye nguvu. Na nataka nikutabirie 2026 uwe mwenye nguvu. Sema Mungu achilie nguvu. Mungu achilie nguvu ya fedha, achilie
mwenye afya kila mara, uwe mtu mwenye nguvu. Sema amen. Kuwa mtu ambaye ni powerful, strong, capable, mtu ambaye umeimarika na nguvu za Mungu. Sema amen. Amen. Mwenye Mungu Baba wa milele, mfalme wa amani. Aisee, Baba wa milele, mfalme wa amani. Ndio maana nitakwenda kukwambia habari za amani. Shalom. Shalom, shalom kanisa. Mbona watu hawatikii shalom, shalom? Shalom, shalom. Mungu awe shalom kwenu. Atokee mwenye alete amani, alete kustawi, alete kuendelea. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Anasema ni Baba wa milele. Huyu ni Mungu wa milele. Jamani, hatujakosea kumwamini Yesu. Sema amen. Hatujakosea kumwamini nani? Huyu Mungu tuliyemwamini tuko kwenye cheni ambayo ni sahihi, kwa sababu ni Mungu wa milele. Aishi njiani. Wanadamu hao wa duniani wanaishia njiani. Watu tunaoona wanaishia njiani, lakini huyo Baba ni wa milele. Yeye anajua atakapotupeleka. Katika Yohana Tomaso alikuwa na maswali, wapi niendapo, wapi unaenda, sijui njia. Akamwambia